Yo, bwana mambo vipi? Kwa majina naitwa DOP Vini na leo nipo kitaa fulani hivi cha Mwenge kwa ajili ya kupiga story na wana wawili watatu. Je, ni changamoto gani ambazo alizozipitia katika mahusiano kipindi hapo darasa la 7? Tunaona msanii Mbosso amesema kwamba anamtafuta mpenzi wake wa darasa la 7. Je, wewe ulipitia changamoto gani kipindi ukiwa darasa la 7? Ama ni mambo gani ambayo ulipitia ukiwa katika mahusiano yako kipindi upo darasa la 7? Toza udakitari kuisha habari zikapeperuka. Bwana, kikawaida mtoto ama kijana huanza kubalewa wakati akiwa na miaka 12 mpaka miaka 13, na katika bale hiyo inayotokea kuna mabadiliko mbalimbali ya homoni ambayo yanafanyika, na hayo mabadiliko yenyewe hupelekea vijana wengi sana katika asilimia 90 tunaweza katika asilimia 100 tunaweza asilimia 90 ya hayo mabadiliko husababisha wengine kutamani maisha ya mahusiano, kutamani vitu gani, na ndio unakuta kipindi hiko sasa mtu ama kijana anasema ngoja nikatafute mwenza wangu ili niweze kusema naye. Na hiyo miaka, unajua watu wengi wanakuwa katika madarasa la ngapi? Jibu ni moja tu, darasa la 7. Sasa leo tunataka utuambie kwenye hilo darasa la 7 ni changamoto gani ama ni kitu gani ambacho ulikutana nacho ukiwa katika mahusiano na huyo mpenzi wako? Nikikumbuka kuna siku hiyo tulikuwa darasani bana. Tulikuwa tunapiga makelele vibaya mno. Alafu akaja mwalimu. Unajua kwenye shule lazima kutakuwa na mwalimu. Alipoingia sasa watu wote wakaogopa. Mimi nilikuwa nimelala. Mama akaniambia ile umelala mtu anakusikia. Mimi nikajua mwalimu kaingia, nimesimama, aliposimama watu wote wakanicheka, nikasema haukuwa na mchumba muda darasani? Au kuonea aibu? Lazima sasa kwenye station kama ile inatokea, alafu unakuta ndio kuna kaka pale lazima utakuwa unakapenda. Alafu na yeye unakuta anakucheka vibaya mno. Kwa lazima utakuwa na aibu. Wewe huyo mkaka baada ya kuona unajisikiaje? Baada sasa hivi mna date? Hapana. Kwa nini hapana? Kwa nini hapana? Sikumwambia kama bwana, mimi kwa story fupi madi wa sawa. Kuna siku nimekaa darasani, sawa? Akaingia mwanafunzi kutambulisha. Yule mwanafunzi mzuri. Sasa nilipokaa hivi, mimi kana yule dada anaangalia afu kama ana smile hivi. Mimi nikamwambia nangu yule dada kanipenda. Nikasema ngoja niinuke nimfuate yule dada. Sasa yule kia kimongelesha mambo. Naona anaitikia lakini anacheka, anaangalia kumbe bwana zipu uko wazi. Sasa uweze amini nilikuwa sijavaa chochote. Sasa kila nikimwambia mambo anaangalia chini. Nikamwambia dada vipi? Akamwambia zipu yako iko wazi. Naangalia hivi. Mazingira hapo wazi. Yaani siwezi kusoma mpaka leo na hizo ndevu. Aise, wewe unaweza tumpe maua gani labda huko? Sisahau dadangu mpaka nitakuja kuwa hii issue siwezi kuisahau. Nilizalilika. Aise, amenishinda tabia huyu blank. Kwa hiyo hakuweza kumpata tena udada. Sikumpata. Kwa ile aibu sikumpata. Kweli ulebi. Hivyo tu ndio story yangu bana. Lakini zipo nyingi kwa kuwa ni utaka moja. Pole lakini. Asante sana. Bwana, alipangalo Mungu huwezi kulipangua, na Mungu akitaka lake lazima tulitakuwa. Hiyo ni misemo ambayo watu wengi wanasema, especially ni wahenga, au sio? Sasa hapa bwana, kuna wanetu kadhaa tumepiga nao story. Wao kipindi wapo wadogo, kuna watu ambao waliwapenda na wakadhani kwamba watakuja kuwa watu wao wa milele katika maisha, lakini watu pia walikuja kuwa disappoint kwa namna moja ama nyingine. Sasa leo tunapiga nao story 2-3 ili waweze kutuelezea, je, ni disappointment gani ambazo wamezipata kwa hao watu, ama ni matarajio gani na wao, ni matarajio gani yaliyotokea na wao ambavyo walitarajia. Mimi nilipokuwa darasa la 7, kiukweli nilikuwa sijajua kuhusu mahusiano, yani kuhusu mapenzi, lakini nilikuwa darasa la 7 kulikuwa na monta wangu, yani nilikuwa nikimuona nahisi raha, yani nilikuwa sitamani akose shule. Kwa mfano alikuwa akikosa shule, maybe amepata dharura, yani nilikuwa natamani nimuulize, lakini nashindwa kwa sababu tulikuwa tukumisi.
Ndio hivyo, nilikuwa sijui, lakini ndio ilikuwa hivyo. Nilikuwa natamani aje shule, asipokuja shule yani nakuwa mnyonge kama naumwa. Vipi mpaka sasa hivi bado unamtafuta au ashapatikana na mtu mwingine? Anacheka. Mtu mwingine kama yule wa darasa la 7? Unamtafuta yeye mwenyewe au yeye tayari kashatafuta kashapatikana? Bado namtafuta. Wakati tamaa? Sikati tamaa kwa sababu alienda kusomea, yeye alikuwa akishua. Alienda kusomea nchi za nje. Akirudi taendelea kumtafuta. Yaani sijachoka. Hauna namba zake? Namba zake? Sina, ila nazitafuta mpaka nisipate. Hamjaunga kwenye grupu ya darasa la 7 ile. Unaweza kututajia jina lake? Anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Koli. Koli ndiye alikuwa atafutwe. Anataka sana dada yetu atafutwe. Hata kwa mawe tutampata. Tunakusaidia kumtafuta Koli. Au si? Tutafurahi kumwona. Tutafurahi sana. Kabisa. Wewe tutafutie. Jamani tumtafutie dada yetu Koli. Kokote alipo Koli apatikane. Koli unatesa kiumbe cha watu. Na mwanamke nilikuwa nampenda kusema kweli, lakini sikuwahi kumwambia kwa sababu zile moment ambazo tulikuwa tunazopitia darasani, mara ukachelewa kuingia, mara bidhaa na begi naenda na nje kuweka bidhaa na chakula nini, lakini kabla sijafika kwenye mtihani wa taifa, kama mimi obvious kwa mimi nikajua hapa akili ya darasani nilikuwa sina, nilikuwa akili ya kusema nikisoma labda nasoma ili nikasome shule ya vipaji maalum. Sasa nikasema nikifanya hivyo binti naye mpenda tafanyaje, nitamkosa. Kwa bahati mbaya nikajifelisha maksud ili udada nifanyaje, nimpate. Sipofanya mtihani, matokeo akaja nikafeli. Lengo langu ilifanyaje, nipate yule mwanamke. Bwana alichonikuta mpaka leo hii mwanamke na bado namtafuta. Kinaniuma sana bro. Yaani nikiwaambia wanangu situation ninayopitia ni ngumu sana. Kama unavyojua mahusiano. Sema bwana ile chelewa nakuta mwana sio wako kama ilichonikuta mimi. Ningekuwa nimemwambia mapema yote. Ndio hivyo tu wanangu, nakwambia hii bado girlfriend wangu namtafuta darasa la 7 mpaka sasa hivi bado sijampata na bado niko single. Kama alivyoambia hivi kutokea, nashukuru sana. Kwani huyo dada ameolewa au yuko mjamzito au na mageni vipi? Hapana, hajaolewa na wala sio mjamzito. Ila hujui wapi alipo. Na sijui wapi alipo aisee. Haukati tamaa kumtafuta? Kumtafuta bado namtafuta, lakini ndio kama unavyoelewa, nikitafuta kwenye social media namba zake sina, hadi mwisho siku nasema ngoja nikate tamaa, lakini nasema hapana, mwisho siku nitampata. Dada na mboga. Bado namtafuta. Bado namtafuta. Unajua tuna ile matumaini kama nitampata. Na kwa sababu nilikuwa na ile true love kwake. Je, ukiwa umeshampata pale afu maybe ameolewa au mjamzito na kwaje? Sasa kama ameolewa. Yaani kama ameolewa. Yaani kwa upande wangu mimi itaniuma sana. Ndio kwa single, itabidi tunasema sana mengine. Kwa hapo kitengo hicho. Hapo sina jinsi. Tunamwachia Mungu tu. Ndio kumtoa mjamzito kabali kulea mimba au kama maybe mpenzi wake ashakataa mimba, kabali kulea mimba. Kama boyfriend wake amekataa ile mimba na bado mwanamke bado ananipenda na bado na ile true love tangia darasa la 7. Nitachukua kwa sababu ndani ya moyo wangu bado ile mwanamke bado nampenda. Kijana ama binti ambaye unaingia katika balehe, jitahidi sana kudhibiti akili yako, hisia zako
na vitu vingine vyote ambavyo unajua vitakuletea wakati mgumu katika maisha yako, kwa sababu maisha yamekuwa na changamoto nyingi sana na vikwazo vingi sana, especially katika mahusiano. So ninachokushauri, tuliza akili yako. Kwa kawaida in real life situation tuna take advantage kwenye people's life. Example, tunaongelea about mahusiano, relationship. Kwa mtoto wa kike above 13 kwenda juu, yani wana engage kwenye relation without knowing their real life existence. Mfano, mtoto wa kike akishaingia kwenye puberty, when I mean puberty manake is the stage na mtoto wa kike kubalehe. So when he just get into that stage, anakuwa like ana feel to have into relationship, lakini in real life existence ya akili yake bado haija grow up to get into the relationship. Kwa mtoto wa kiume tunaweza kusema this is like a stage ambayo we just pass and we take it as an advantage, kwamba whenever it happens uko kwenye relationship we take it for granted, sababu we used to say kwamba girls they much time to get into troubles more than boys, sababu and that's the real situation. It's true. Mtoto wa kike anapoingia kwenye mahusiano au anapoharibikiwa kwenye maisha yake inakuwa ni two double mistakes, lakini kwa mtoto wa kiume tunasema that's not a mistake, but going into that trouble is one of the mistake. And in other extent nikasema wazazi we have to stay still ili kuangalia the way we can handle our kids, kwa sababu most of our parents au guardians ambao tunawatumia in our real life ambao pia tunakaa nao tunaishi nao, they also have the time to take advantage how to care the kids. Wanawaacha kids watoto wao having fun out, pia wanawaacha watoto wao example boarding. So we used to advise, and not only advising, pia we need parents and the guardians wao wanakaa na watoto wao like 24 to 7 days hivyo. But all in all we have to stay in existence, kwamba people have to understand their real life situation and should have the experience of their life. Thank you.